Wapendwa, tuko katika msimu wa maombi na tumefika siku yake ya 14 leo, na tumefunga maombezi yetu ya our families, mambo ya kifamilia. Najua ya kwamba tumeombea mambo mengi. Tumekuwa tukishiriki nanyi every day pale kwa Facebook kuanzia saa 3 hadi saa 4, na nitawauliza kama hujafollow me on my page pale kwa Facebook, unapoteza mambo mengi. Kwa hivyo go and follow, it doesn't cost you but you can gain so much, kwa maana pale utaweza kushiriki nasi kwa every day's item. Na pia hapa kanisani on our notice board ambayo inastahili kuwa pale, tumebadika maombezi. It's good to do a screenshot. Naambiwa na Asha iko pale, utafanya screenshot yale mambo tunaombea each week. And so every week, every day at 6 a.m. to 7 a.m. tuko hapa kanisani tukiomba, na every Friday we spend here the whole night interceding and praying. Lakini ni vizuri usubscribe pale kwa YouTube because we are usually live on our prayers on Wednesdays and also on Fridays at night. Na kwa hivyo YouTube, Pastor Kinyanjui Joseph, go and subscribe. Also hit on that bell so that it can remind you, because I know there are people who are not in Facebook but you are in YouTube. So you need to be reminded by YouTube whenever we go live ili ukaweze kushiriki pale. But also on Facebook each day from 9 a.m. for 1 hour tuko pale katika jina la Yesu. If you remember, I did put a challenge and said that the motto of this church, we say voice of God where the voice of God reigns. Then what you add there is 2.4 hours strong. 2.4 hours strong simply means that each day you are able to give to God 2 hours 24 minutes, which is 10% of 24 hours. If you can be able to manage that, kama kuna siku moja utahesabu umeomba mbele za Bwana 2 hours 24 minutes, hata wewe mwenyewe you will feel something. There are burdens that you shall feel they have rolled off. There are levels you will find yourself accessing. There is a certain experience you will have. It is like when you have had a meeting with somebody seriously for 2.5 hours. I tell you that meeting must be serious. Wachana na ingine ya kukutana hapa kwa barabara alafu muna lean kwa duka hivi, munaongea mambo inapita na njia. I'm saying about having a meeting, sitting down with somebody for 2.5 hours. That meeting is deep and serious. Hizo ndizo unasikianga inaitwa grilling. Ukiitwa na EACC unaenda for grilling, ama unaitwa na DCI for grilling. Hiyo unasikianga hiyo ni meeting, ama unaenda interview ukisikia ni interview ya masaa mawili. You prepare and you really prepare because there are things you'll be asked. Now can you imagine you with God 2.24 hours? What would be the conversation? Life must change. Praise the name of the Lord. 2 hours 24 minutes each day with God. I'm telling you, kuna vitu dogo dogo huwa zinakuleta chini. Utarealize kumbe zilikuanga mchezo. Because you shall take issues to God. There are things you tell me, there are things you tell your friend, there are things you tell your wife or your husband. You are not supposed to be dealing with them there. They should have been dealt with somewhere else. Kwa your family, deal with the resolutions and how tomorrow can look like, and it can be better than today. Praise the name of the Lord. And it depends with umekuwa mwahe wapi. Umekuwa ukiongea nini? What were you gossiping? Hiyo ndio inakuanga hot climaxes your day. Yani, what have you been saying on that long phone call? Those are, and I'm saying, badala ya kuwa ashamed about all those things, alafu mkimaliziana pale kwa simu unasema haki na isiwahi leak, I hope haitawahi toka nje. Acha kuishi maisha ya shame. Go and talk to God 2 hours 24 minutes. You will never hear it with anybody. Praise God. Enda ulie na yeye, you will never hear it. Enda ujimwage kwake, you will never hear it with anybody. You will not live a life of fear. Mtu akisema I'll expose you, I'll post you. In fact, I recorded the conversation. Hata kutishia tena. If your conversation is confined, umeipeleka kwa Mungu. Praise God.
Si uinue mkono mbele za Bwana, mwambie Mungu nisaidie to hit the 2.4 hours mark in the name of the Lord. Si ujiombe, mwambie Lord, help me to pray. Help me, oh God, to even to time myself in prayer so that I can perfect it. I can champion it in the name of the Lord. Father, I pray you can help us, Lord, to be with you each day more than 2 hours and 24 minutes. My God, my Father, we are content of the conversation that we held. My Father, I pray that we shall become the content of our dialogue with you in the name of Jehovah God. Tusaidie kuomba, especially this season of prayer and fasting, oh God. If we can't do it now, we are not sure. If it can't happen any other time, this is the time encouraging 2.4 hours. Tusaidie katika jina la Yesu that each daughter in the kingdom, each son in the kingdom will be hitting and marking and benchmarking with it. The standard will be 2.4 hours in the name of Jehovah God. Help us, oh God, to find this time. In Jesus' name we pray. Praise God. We dealt with repentance and confession in the first week. We dealt with family and faith this week. And now the coming week, we are dealing with finances and investments. We are going to God for the arm of resources, a resource called finance, a resource called investment. Investment is the mother of finance. Investment is the one that generates finances. The source of money, the source of whatever you want to do is the project that you finished, and they are able to give birth to whatever else you are looking forward to. And so this week we are going for investment, the supply of investment and finances by the grace of God. Praise the name of the Lord. You know, when I mention and I touch on that, it is very sensitive because everything is transacted under the sun almost through currency of money. Ya kwamba lazima ulipe rent na pesa, lazima upeleke mtoto shule na pesa, lazima ulipe hospitali na pesa, lazima ununue gari na pesa, lazima ujenge nyumba na pesa, lazima ukule na pesa. Angalia mwenzako mwambie pesa, pesa, pesa. Pesa, pesa, pesa. You know, unakaa hivi mpaka, yani unatumia pesa mpaka unapata rangi ya pesa. Angalia mwenzako mwambie pata rangi ya pesa. You know, there is a way that even when you check into somewhere, because of your financial strength and power, you can never be ignored. Unaona unatolewa huko nyuma. Sisemi wale wako nyuma ni kulingana na mfuko, lakini huenda ikawa. Lakini kuna mahali huwa unaingia hivi, you are brought forward, especially kwa mikutano ya fundraising. Unasikia the guest of honor na mambo kama hayo. Lakini kuna kwingine unaweza ataingia na majina makubwa, lakini kama hauna pesa unakaa pale nyuma na aibu zako. Nobody recognizes you. Hata kwa familia yenu mkienda home unakuta hata even if you are the elder brother, unasikia mpaka mama anasema wacha ndugu yako, mulishindwa hekima na busara na huyu. Ongea. Ukijaribu kuongea you are suspended, na hata uenda ukatolewa huko ukaambiwa wakati wote unatokanga Nairobi unakuja kwa hii meeting ndio hatuelewanagi. Sijui unakuaga na kisirani gani. Abia mam si kisirani, ni mfuko, na siku moja nitakuja na mfuko. Praise the name of the Lord. We are now praying ya kwamba we will not be financially paralyzed. Praise the name of the Lord. The Lord of silver and gold is our God. Bwana asifiwe sana. Huyu ndiye Mungu. Na katika mlima huu siku 7 ni kuitisha na kuitisha. Lazima tutishe poverty. Umaskini tunautisha. Si umwambie, amwangalia mwenzao mwambie ni wiki ya vitisho. Wiki ya vitisho. Kwa hivyo tunaenda mbele ya Bwana, tunaombea kazi zetu. Tunaenda mbele ya Bwana, tunaleta certificate of registration za biashara. Tunaenda mbele ya Bwana, tunainua our certificate of profession. Tunainua mbele ya Bwana, tunashika account zetu, pesa zetu, tunaziombea. Praise God. We claim it, we believe, kwa sababu this is a strength that the Lord has given to us. And so this week is for prosperity. Na wale watu ambao wako na shida na prosperity gospel, kwa sasa sign out.
tukutane na wewe Monday kwa mambo mengine. Lakini kwa hii Monday, praise God, is prosperity. Angalia mwenzako ambaye prosperity, kuendelea in Jesus mighty name. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ninawaomba wapendwa, if there is a season to perfect your 2.4 hours strong, jaribu sasa. Enda ukae hapo masaa mawili, mwambie Mungu wa pesa, Mungu wa pesa, Mungu wa pesa. Kama shida haina aibu kushow up anytime, na inatuaibisha. Landlord ako hapo, unaibika. Agent ako hapo, unaibika. Caretaker wote watatu na wanakujia kitu moja. Agent akiona ukuji, caretaker naye haachi ulale. Landlord ndiye wa mwisho, baadaye ni leta ya chief. Ukipewa suspension, na kama unakuja kutolewa kwa hiyo nyumba, hata a move, kama umeshindwa kulipa nyumba, will you be able to afford a mover? A lorry that will come and carry your TV bila kuigonganisha na kuvuja meza na kwenda kukupangia nyumba. Haufai kuwa ati unaomba siku moja kwa kazi ati ukuje kuhama. Money can do that. Ni kama hatujapatana. Praise the name of the Lord. You know, money can answer. You know, Ecclesiastes tells us that money answers all questions. Kuna mambo ambayo ukiwa umebarikiwa na Mungu inajibiwa na baraka. Praise God. The blessing takes care of that, and yourself, you are on what matters, the business and assignment that God requires you to be there. Kwa hivyo kuhama kwa nyumba hauhitajiki kuwa pale ukihama. Wao wanastahili kuingia kwa hiyo nyumba, wachukue video vile imepangwa, alafu jioni wewe uripoti ile nyumba mpya ulilipa. Ikiwa the same way, mpaka kitanda kimepangwa the same distance. Hakuna atikuja kuwa na accident in a new house, ati unaenda kuketi unamiss kiti. Hapana, wanapanga vizuri. Hey, those are part of the things we have missed. Kwa sababu wewe ndio unajibebea meza mpaka unalala saa 7 za usiku. Kesho huwezi ingia job na tena uliangukiwa na kitu huko umepima vizuri. Pengine ni picha ikakuangukia ama flame. Wewe shida wewe, you know. Umeshindwa na utashindwa this week. Praise the name of the Lord. And so we are praying about investment and finances from the midnight of today all the way to the midnight of Sunday. 7 days. Praise the name of the Lord. So inua mkono mwambie Mungu, nisaidie kuomba utajiri na pesa. Nisaidie Bwana kuomba maisha mema. Nisaidie Mungu katika wiki hii. I will be yours for the asking. Baba nisaidie kwa mlima tupatane Mungu, ili Baba unifungulie milango. In Jesus name we pray and we believe. Praise God. If poverty is not ashamed of us, we are not ashamed of wealth. All right. Praise God. Go with me to the book of Proverbs chapter 22. I want to do a very quick sermon because our time is brief, but I want to do a quick run, and you can get this message later on YouTube and also on Facebook, even as you pray over the week. Proverbs 22 and verses 4. I want to talk about multiply in wealth. Multiplying in wealth. Multiplication in wealth. I'm not saying adding in wealth. I use a bigger sign. Multiplication. Alafu we ukienda kuomba, uinue to the power of pale juu. Praise the name of the Lord. Ulipatie cubed, fourth, fifth, 10th, 100th. Yani you power it up. And so I'm talking about multiplying in wealth. Proverbs 22 verse 4 says this. The reward of humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Praise the name of the Lord. The reward of humility and the fear of the Lord are riches, utajiri, honor, heshima, and life. Maisha marefu. Praise God. That when you humble before the Lord, when you fear the Lord, what you reap from the Lord is about riches, is about honor, is about life. Praise God.
mambo matatu we are not ashamed to have it from our Father. When you follow the Lord, when you have loved the Lord, what defines you are riches, honor, and life. That is scriptures. God created all resources for man to exploit. Adam hakuja mbele ya mali. Adam hakuja mbele ya ulimwengu na vyote kuumbwa. Alikuja baadaye kumanage everything. He was given a complete world, carrying everything minus nothing. Na akapewa. And so the humility and the fear of God that was there in Adam, it made riches, honor, and life until sin checked into it. And so the question is, how do I multiply in wealth? How do I multiply in wealth? One, you must source wealth from the source. You must understand that the source of riches, the source of wealth, you must understand ninatoa wapi. The Bible says this in Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant which he swore to your ancestors as it is today. Remember the Lord. It is he who gives you the ability to generate wealth. The source of wealth, your ability to do, comes from a source called God. And this is why Moses would give them the formula of becoming rich. How do you gain wealth? Wealth, and true wealth for that matter, is source. Its source is God. Deuteronomy, the same Deuteronomy, but now chapter 28 and verses 12. Inasema hivi, Deuteronomy 28 verse 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season, and to bless the work of your hands. You will lead to many nations, but we will borrow from none. That the Lord will command whatever is required to make you wealthy to work for you. Matthew 6:3 inasema hivi, but seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be added unto you. The source of wealth, the source of riches is God himself. So you must confirm, am I in God? You must be sure, am I in the Lord? How am I? You ask yourself, you check around yourself, what is the source of your income? What is the source of your ideas? What is the source of your life? You check so that whatever is not of the Lord, you shed it off. Whatever is not about the God who has brought you this far, unayacha kando. Because for you to multiply in wealth, it must be coming from a source that cannot be exhausted. Praise the name of the Lord. Kama utajiri wako unatoka kwa marafiki, itaenda wakati urafiki utaisha. Your source must be sure. You must be aware ya kwamba hii ni baraka yangu. Siuinue mkono mbele za Bwana, mwambie Mungu, I want to multiply from you. My source of wealth is you, Jehovah God. You are the source of the resources. Baba yangu, ninajiunganisha. Upande wa dhahabu na fedha, wacha zikatoke kwako. Upande Bwana wa kufungua mabiashara, hizo ideas zikatoke kwako. Upande wa ni nani tutakuwa business partners na yeye, na watoa kwako. My God and my Father, the strategic plan to get there, I am sourcing the ideas from you in the name of Jehovah God. Oh, my Father and my God, where to borrow money and how much, I am getting this first from you, because you are the source of the wealth, my God. Help us, my Father. Mungu wangu, unapoinua millionaires in this congregation, my God, I pray that these men and women, their source of wealth will be you in the name of Jehovah. Ya kwamba tutatajirika leo na kesho tuko maskini. Hapana, my God, you are our source. We connect in Jesus' name we pray. Praise the name of the Lord. Number 2, how do you multiply in wealth?
Number 2, work hard to earn it. Praise God. Roll up your sleeves, make your hands dirty. Tafuta gumboots, tafuta mwavuli, tafuta kofia, tafuta apron. Angalia mwenzako mwambie vaa vifaa vya kazi. Praise the name of the Lord. Work hard. Fanya kazi, fanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ukitajirika utayaondokea. The Bible says in Proverbs 22 and verse 7, you know, hate servanthood. Lazima uogope kuwa mtumwa. Do you want to shun poverty and slavery? Inasema hivi Proverbs, the rich rule over the poor, and the borrower is a servant to the lender. I come again, Proverbs 22 verse 7, the rich rule over the poor, and the borrower is a servant to the lender. Yule ambaye, na ninajua wengi ambao mumechukua loans kwa bank, kuna ka message huwa unaogopa sana. Kakiingia tu namna hii, unakumbuka your title deed as a security. Unakumbuka what you put there as an insurance. Unakumbuka something. Hey, you know, you become a servant. You become a slave to the lender. And so you are ruled by them. Angalia even politically. Angalia even the first one, the second one, even the third force ambao tunasikia ati kuna watu wamekutana mahali wanataka kutafuta kiongozi. Angalia wote wamepimwa kulingana na the muscle ya pesa. True or false? It is who is able to command the biggest crowd, who is able to move the hearts of people through handouts. Ni nani ambaye tunaweza hivyo? It is true, the rich rule over the poor. Enda kwa hizo viwaja, uone the rich wakituongeleza pale kwa dais. Wako mpaka na bodyguards, magari yao yako armored. Hata hatembei na gari moja, gari zaidi ya 10, 20, 100. Akiingia pale anakujanga kama tumeketishwa ili tusiwe security threat akikuja. Wewe unaachiwa jua, unaachiwa mvua. Kama jana kuna watu walikiona mahali walipatwa na hii mvua, hii mawingu hii, lakini matajiri hakuna mtu aliona hata hiyo tone moja. Na baadaye kwa sababu pengine alishtuka alipoona mvua inakuja, akona personal doctor wa kucheck mpaka heartbeat. Yako iliangaliwa na nani? Angalia mwenzako muulize yako iliangaliwa na nani? It's a sign of poverty. Na ndio maana lazima tufanye kitu to multiply in wealth. Praise the name of the Lord. Because whenever you don't have, you are ruled by the rich. You are taken where you don't want to go, and you are forced to say what you are not, what is not your standard. You must make your hands dirty. Work hard to earn it. So nimesema ya kwanza, hate slavery, hate servanthood. Secondly, make your hands dirty. Proverbs 28 and verse 19. Whoever works his land, Proverbs 28 verse 19. Whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuits will have plenty of poverty. I come again. Whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuit will have plenty of poverty. Sijui kama umewahi sikia plenty. Unajua plenty ni kujaziwa sahani mpaka inamwaga. Imagine umepakuliwa bakuli imejaa poverty mpaka inamwagika. Wewe mwenyewe ni nani kama unafidi kwa hiyo plate? Si ni Mr. Poverty ama Mama Poverty? So you must make your hands dirty to come out of it. In fact, Colossians 3:23 inasema hivi, whatever you do, yani unaposhika jambo kulifanya, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Praise God. Kwa ile kampuni unafanyia, work at it with all your heart. Yule mdosi unafanyia kama unafanyia mtu kwa nyumba yake, sweep that house. Vua hizo nguo, work at it as if you are working for the Lord. Kwa sababu unamwambia Lord, I'm making my hands dirty. Kama macho ya huyu mdosi wangu Bwana, unaweza itumia, anaweza badilisha maisha yangu. Hata sisi tumekuwa na a house help.
ukaona vile amefanya kazi mpaka tukampeleka shule, tukamlipia na sasa anafanya mambo yake. And so there is a way when you work at something, work hard, work at it, committing yourself, you never know. God akiangalia hiyo roho, hata kulipa na umaskini, ataachilia baraka ya maisha yako. Praise the name of the Lord. In fact, wakati Mungu aliumba Adam, unajua sisi wote ni kuzaliwa, lakini Adam alitoka kwa mikono ya Bwana. Kwa hivyo alikuwa fresh from the Holy One, na pia the most clean one. Kwa hivyo mikono yake haingestahili kufukua na uchafu na kufanya kazi ya shamba. Lakini maandiko inatuambia in Genesis chapter 2 verse 15, baada ya kuumbwa na Mungu, maandiko inasema hivi, Genesis 2:15, the Lord took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Kwa hivyo mwanadamu Adam alipoumbwa mara ya kwanza alipewa job. Galia mwenzako mwambie fanya job wewe. Hiyo job si laana, hapana. Kazi si laana, dhambi ndio laana. Shida za kazi ndizo laana, lakini kazi ilitokana, Mungu ndiye work is holy, it came from God. Adam was told, work on this garden, cultivate it, dress it and keep it. Praise the name of the Lord. We must work and learn to respect and love to work. Kwa sababu ya nini? Because Proverbs 10 verse 4 inasema hivi, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. Praise the name of the Lord. Lazy hands, they make for poverty. Lakini mikono ambayo iko na kasi inaletanga utajiri. Proverbs 12 and verses 11. I must drive this home with as much word of God and less of me as possible. Proverbs 12 verse 11 inasema hivyo, those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. Hey, mumewahi kuketi na mtu hivi kitu anaachilia tu ni dreams, ni dreams, ni dreams, ni dreams, na hakuna kitu ina convert. Hakuna kitu ina convert. Doto, fantasy diozo hizi. Sijui, na huyu tunaambiwa huyu kazi yake ni kukimbiza. Kukimbiza inamaanisha ni mbio. Anarash kwa hiyo anasema one day. Hey, ya pili, ukimuona musomee Proverbs 12 verse 11. Those who work their land will have abundant food, but those who chase fantasies have no sense. As if that is not enough, Proverbs 12 and verse 24 inasema hivi, diligent hands will rule, but laziness ends in forced labor. Hey. Praise God. Diligent hands will rule. Mikono inayofanya kazi itatawala. Lakini laziness ends in forced labor. Kuna kazi umesema sitawahi fanya hii. If you are not working at something instead, you will be forced to do it. Hautachagua kazi, utaambiwa ufanye ile iko. Galia mwenzako mwambie forced labor. Forced labor. Nilipigiwa simu na mtu mmoja akaniambia, huku pastor mtuombee sana. Of course lazima hayo wangambo. Mtuombee sana pastor, kwa sababu sisi ile shida tuko nayo huko katika nchi yetu. Woye, mtuombee kwa sababu mahali ninafanya saa hii kuna mtu ameajiliwa wa kupiga mbwa mswaki meno. That is a testimony. Si ile ati tunasomanga exaggeration. Huyo ni mtu alikuwa kwa hiyo boma, friend of mine. Ananiambia mmoja wa wale wa staff, wakiitwa staff, mpaka mpiga brush ya meno ya mbwa anaingia kwa ile staff meeting. Wewe mwenyewe ndio tufike pesa ya kupiga mbwa mswaki. Umekula kitu ya kwanza, umevaa, umelipa nyumba, umepeleka watoto shule mzuri, hey! Wewe shida wewe. Praise the name of the Lord. If it is laziness ambayo inaleta, we will work hard and come out of poverty by the grace of God. In fact, Proverbs 19 verse 15 inasema hivi,
This is the joy of interacting with the word of the Lord and being on the mountain. Sometimes you are carried away, but I will pray that Spirit of God help me to be controlled. In verse 15 inasema hivi, laziness brings on deep sleep. Ukitaka kulala vizuri, kuwa maskini. It brings deep sleep. Deep. Unajuaga vitu deep? Umewahi sikia mtu ameongea akasema, "Hey, hiyo talk ni deep." Sasa hapa laziness ni kitu deep ukilala. And the shiftless, they go hungry. You know? Proverbs 6:9-12 inasema hivi, how long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. Umewahi kosa kitu unaona kama umetumiwa wakora? Kiberiti inaisha mara hiyo, gazi inazima mara hiyo, mtu wa token inaanza kukuonyesha vitu zingine hapo hivyo. Alafu unakumbuka kwa caretaker kuna mahali ulikuwa umempigia simu, si wanunulie uwachukulie maziwa nikija nitakusort kwa gate, na yeye pia anaingia hapo hujanipatia. Mpaka unaenda bedroom asema God, dokejo yori mwe. You know, you feel like you want to rest in peace. Na Mungu akuchukuangi, Mungu hata wasikida wataki. Hapana. Unaenda ukiwa umefanya nini? Unaendea nini binguni? Binguni ni mataji tunaendea, na watu wanaenda kupumzika baada ya kazi gani? Na ulikuwa na deep sleep in laziness. How? Where are you going to rest? Haupati hata huko watu wendi? I'm not in charge. I'm not the gate man of heaven anyway. Bado unaweza jipata huko, lakini kikupata huko na nilikuwa na kunitakuuliza, how did you come here? Are you fair God? In verse 12 inasema, a troublemaker and a villain who goes about with a corrupt mouth. Watu lazy, they are very corrupted even in their mouth. Ukiangalia ni nani alikupatia mushene ya mtu fulani, one sign utaweza kumu-explain huyo ni mtu ambaye ni maskini. Kwa sababu in his mind or her mind alipata space wapi ya kuweka nonsense. Kwa sababu maneno yangu hayaongezi biashara. Anastahili kuwa na idea za biashara. Maneno yangu hayajengi familia. Kwa nini bado ile mbaya aliweka akakuletea? Chunguza sana. That is a poor man. That's a poor person. And so in 2 Thessalonians, wakati Paulo aligundua hii kitu na akajua kanisa litaanguka kwa sababu ya the lazy people, aliwaandikia ili watu ambao ni lazy kwa nyumba ya Bwana iwafikie. Kalia mwenzako mwambie na ikufikie. Na simaanizi wewe ni lazy, lakini laziness inaweza kukunyemelea kidogo kidogo, na ndio maana Januari tunaikataa in Jesus name. 2 Thessalonians 3:6-10 inasema hivi, in the name of Jesus Christ we command you brothers and sisters to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling, so that we would not be a burden to any of you. We did this not because we do not have the right to such help, but in order to offer ourselves as a model for you to imitate. For even when we were with you, we gave you this rule. Wakati tulikuja, tuliwapatia hii sheria. Sheria gani? The one who is unwilling to work shall not eat. Hiyo ndio sheria ya Paulo. Akamwambia wakati wowote tuliingia kwa kanisa, tuliwaambia asiyefanya kazi na asikule. Hata sisi mkaona tulifanya kazi. Sio kwa sababu hatustahili kukula kutokana na matoleo yenu, lakini tulifanya hivyo ili tuwape mfano wa bidii. Praise God. Because God blesses the labor of our hands. The one unwilling to work shall not eat.
Siinue mkono mbele zako uombe. Hata pengine uko na ndugu wako nyumbani ni maskini because of laziness. Wengine wanakugoja nyumbani, wanafanya maisha yako iwe magumu because they refuse to work. Mwambie Mungu, Father help me to work and to work hard and smart in the name of Jehovah God. Jiombe, katana na laziness. Mwambie Mungu, hayo maandiko tumeyasoma, vile laziness inafanya, I refuse to bring it to pass. Mimi mwenyewe Bwana nitaonyesha vile bidii inafanya, vile bidii inabariki, vile bidii inafanya mtu awe tajiri wa Mungu, because our source is God. As we harness from God, it takes working hard. Our Father, help us in the name of the Lord and bless the labor of our hands. Praise the name of the Lord. The third thing, as we multiply in wealth, is that you must change your attitude towards riches. Work on your attitude towards riches. Ecclesiastes chapter 5 verse 10 says this: whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Mtu anayependa pesa sana, mtu ambaye anapenda utajiri sana, hatawahi pata ya kutosha. Hatawahi jua I can relax and enjoy for now as I regain my strength to start working the following day. Hatawahi kuwa na nafasi ya kujiinua na kuendelea. We must understand that our attitude, love is not for things. Love belongs to God. Praise the name of the Lord. The Bible says in Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Praise the name of the Lord. And Psalm 37 verse 16 to 17 inasema hivi: better the little that the righteous have than the wealth of many wicked, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Praise the name of the Lord. Matthew 6:24, it says this: no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve money and serve God. And so you must change your attitude. You must not go the whole of you into money, into wealth minus God. You must get into it with God. Praise the name of the Lord. As you serve in that office, you must not do anything to increase your pay. Anything is about sin. You must not accommodate sin and a life of sin ati ili ulipe nyumba, ili ulende ngambo, ili ati ulipiwe gharama fulani. Apana. You must change your attitude towards money. As we check on the mountain of God that carries wealth, prosperity, and good life, our attitudes must be worked on first. Praise the name of the Lord. We must look at how we look at ourselves. Hata kama utaajiriwa kama askari, I know that our securities are very corrupted. Huku kwa barabara traffic, na kama wananisikia wapate idio wajirekebishe. You are so corrupted and you go nowhere with corruption. In fact, when the soldiers approach Jesus na kumuuliza tutafanya nini ndio tupate ufalme, ni polisi anakuuliza nitaokokaje, aliwaambia hivi. Luke chapter 3 verse 14. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Kama unataka ufalme na wewe ni polisi, be contented with what you agreed with your boss and wait for God of riches atakupanua na mipaka yake. Praise the name of the Lord. The attitude should not be, the love of money. Unasubuliwa na mtu katika ofisi ya serikali. You qualify for the service. You are not even a visitor or a foreign to this country. You are a citizen. Citizens operate by rights. Going for my birth certificate, I do not need to bribe anybody. The officer there anapata kwa taxi yangu salary yake.
Lakini unakuta uko kwa ile ofisi, you corrupt even the man of God and you expect peace to be in your house. Nitakupatia because maybe I desperately need that service. Lakini hiyo ofisi nyumbani, magonjwa nyumbani, mambo nyumbani, because you have no security, you have no blessing over my money. And so Jesus looked at the soldiers na akawaambia, nyinyi soldiers, nyinyi pesa toshekeni na hiyo ambao mlikubaliana nayo. Praise the name of the Lord. Angalia mwenzako, mwambie soldier, wewe mahali ulipo wewe tosheka na kile ulicho nao, wacha kufanya mambo mengine ati ili you stand out, ili upimane na pastor, upimane na certain tycoon in your neighborhood, upimane na boss. Au sio standards. The standard of wealth is the source, who is God. Praise the name of the Lord. This is why we are beginning from it, getting wealthy God's way. If your source is God, you will not be embarrassed even if you drove a Range Rover in a slum. Kama ni Mungu alikupatia Range Rover na kuna mshirika anaishi kwa slum, utaenda kumtembelea na unga, bado driving your 6-8 million worth car, na hautakuwa na shame. Hakuna mtu umeibia, ni Mungu wa sources ameachilia upande wako. Praise the name of the Lord. Lakini kama ni ya kuimba, utaogopa, kwa sababu wenyewe watakuja kuichota. Kama ni mtu aliua, hiyo damu kila siku itasimama mbele yako, na kwa hivyo utaishi maisha ya ulevi ukijaribu ku erase, ku wipe it out, na haitoki. Na kwa hivyo wapendwa, let's change our attitude. Mungu akitubariki, wacha uwe ulibarikiwa na Bwana. So inue mkono wako, mwambie, Lord, change my attitude towards wealth. Change my attitude towards money, that I will not love money. I will not work just for money. But my God, it is you motivating me. It is about you, my God. As I get wealthy, I get to love you all the more. Father, help us, Jehovah. Help the statement. Help the country people. My God, in the name of the Lord. So that when we are put in a position of service, we shall serve the people. We shall give the services as it ought to be given in the name of Jehovah God. Hatutafanya wale wengine wawe na ugumu katika jina la Yesu. Lord, help us in Jesus' name. And finally, how to multiply in wealth. The fourth way, in the interest of time, you must forever get it back to God. Whatever you have, whatever God will ever give to you, make sure it finds its way back to God. It came from him, wacha izunguke irudi. Get it back to God. Master your wealth and make sure it goes back to God. Why? 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Get it back to God. 1 Timothy 6, 17 to 19 says this. Command, Apostle Paul is telling Pastor Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So Paul is saying, when the rich people come to the church in Ephesus, Pastor Timothy, tell them that they must invest in eternity. Ile utajiri wako naye wautumie kufanya matendo mazuri, wasaidie, wafanye kazi ya Bwana na ule utajiri, ili wajinyakulie life that is truly life in the coming age. Praise God. Your wealth should invest for you in the... It's not a wonder, my friends, ya kwamba upate tajiri hapa, atakuwa tajiri katika ufalme wa Mungu. Abraham's jobs, they are already there. Men and women who shape the economies of their nations. People who are wealthy, but they served God as if they had nothing. Si ajabu kupata matajiri hapa.
ndio watajaa katika ufalme ule mwingine, if they are taught well and they accept to be taught. Na hauwezi kufunzwa ukiwa juu, unafunzangwa vile unakuwa. Hako kasarale uko nao, hiyo biashara uko nao, that particular gift ulipewa. Are you faithful as you tithe? Are you faithful as you serve? Who are you? It's not about those that we see wakiwa na walianza mahali. Praise the name of the Lord. Command them that are rich that their wealth must find its way back to God. Luke 12 verse 32. Wakati tajiri alikuja kwa Yesu akiwa tajiri already na hakuwa amejuana na Yesu, Yesu alimwambia hivi, Luke 12 verse 32, sell your possessions and give to the poor. Provide passes for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. Use your wealth to acquire wealth in heaven, where no one can take it away. Praise the name of the Lord. Ya kwamba ukiona nimebarikiwa nikiendelea kufanya ufalme wa Bwana kuwa wa baraka zaidi. The Bible says in Mark 12 verse 41 to 44, Mark 12 41 to 44, Jesus sat down opposite the place where offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Yesu ameingia hekalu, alafu amejiseti mahali muhodhi unaletwa, mahali sadaka inakuja, alafu hajafunga macho, anaangalia unaweka nini. Najua siku hizi the way 20 shillings, na mimi sina shida na the value of money. The way that 20 shillings and 10 shillings and 50 bob zina find their way into the work of God, ni kwa sababu hakuna mtu anaangalia. Ukaangaliwa hautatoa hiyo. Angalia mwenzako, muulize true or false. Kama Mungu tu angekuwa anatoa hivi, hiyo haungetoa. Kuna kitu kingekwambia, I've seen it in Harambee. Wakati watu wameambiwa kujeni muweke, wanakuja kuweka kidogo. Lakini hata mimi nikaitwa mahali na inatangazwa, na ulizanga Pastor Lea, uko sawa? Si uniongeze kwa sababu nisipokuwa kitu ambayo imefika hivi nitaaibika. You know, Jesus sat there, akaona wakileta, akaangalia. Sijui kama niwe kama Pastor Jesus. Mnataka niwe naangalia? Badala ya hizo bahasha kabla hujaweka nakwambia inua juu, sasa weka. Ili ukinua 50 nakwambia rudisha. Enda uonge. Maybe this is why I don't look. I can be maybe biased, but you must feel it. You know, the Spirit asking you, is this really what you are worthy? Is this your finances finding its way back to God? What are you doing? You should find yourself. Wengine wanajipimanga wanasema, Pastor, hata nimetoa nyingi. Kwa sababu wale wengine wanatoa. Mbona unajipima na watu wa chini? Unajipea kiwango cha chini na ushainuliwa? Inuka na remain pale. Praise the name of the Lord. Tunaambiwa ya kwamba many rich people, I continue with that passage, many rich people threw in large amounts. Hapo ninafurahi kama pastor. They threw in large amounts. Naye Pastor Jesus, verse 42, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more in the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on. She gave her everything. It means all her wealth found its way back to the source. Jesus said, this woman has nothing left. In the kingdom, she has invested. Wale wengine wametoa wakibakisha, wametoa wakipima, lakini huyu, her wealth and herself have found way back to the source. Praise the name of the Lord. Matthew 13:44 inasema hivi, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. What that means is, kuna mtu alikuwa anatembea kwa mashamba, akaona hii shamba, it is so strategic. Hii shamba naweza chiba maji
kulingana na vile ambavyo constructions zinaenda, barabara zinapita. If I buy this one, I will be able to live on it in a big way. Akarudi nyumbani. Alipoona treasure hakusema, alirudi nyumbani akauza mashamba yake yote. Ndio Jesus anasema akauza mashamba yake yote, akakuja akanunua lile shamba, so that the treasure in that shamba iweze kuwa investment yake. Sasa Yesu anasema the kingdom of God is like that wealthy intelligent man, ambaye aliingia katika ufalme akagundua kumbe utajiri unatokanga huku, akarudi akaconnect everything with this kingdom for the life investment to be activated. Praise the name of the Lord. Wakati unaajiriwa mahali, make sure that your wealth is connected with God. Na ukiinua tena kitu ingine, connect, because it is from the source that you have your life. But watu wanafungua kabiashara kadogo, wanakuwa faithful, Mungu anakubariki, unapata kazi kubwa, unakuta hata hiyo tithe huwezi toa tena, iyo Thanksgiving huwezi toa tena. The wealth is not fighting back. It is not fighting its way back to where it is multiplied, where it is born again, where it is raised back to life. It is not. It is ending up in a dead investment. Unakuta mtu anakuambia nyumbani sijui bill imekuwa hivi, unajua niliwekelea hapa hivi, sijui nini. But I tell you, kama ulikuwa umeleta kwa Bwana, it is connected. Hata kama iliingia huko ikazama, Mungu atafanya ielewe kama ile shoka ya Elisha. Praise the name of the Lord. Kwa sababu when you do it God's way, God does not glory in poverty. God is God of God of blessings. Praise the name of the Lord. Kwa sababu wakati unaleta, the last verse I do, Proverbs 3:9. Wakati unaleta, the Bible says, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Suinua mkono mbele za Bwana na uanze kumwambia Mungu, where wealth is only with me, I'll become the end of the wealth. Nataka Bwana, you become the end of my wealth. That Jehovah God, after you have blessed me, I will release it to find its way in you, in the name of Jehovah God. Because it is in you that I will invest in true life. I will invest in the treasures that cannot be taken by the moths or the thieves, in the name of Jehovah God. Wapendwa, inua maombi dhidi ya umaskini. Mwambie Bwana, I pray that you shall supply. Kataana na investment ambazo hazileti anything. Mwambie, my God, my capitals will not be invested in vain, in the name of Jehovah God. Kataana na watu wanaoharibu biashara. Kataana na conmen and the con women along the path of business, in the name of Jehovah God. Mwambie Mungu, the false prophets, they will not manipulate even my resources anymore, katika jina la Yesu Kristo. Jiunganishe, mwambie Bwana, nainua madhabahu ya utajiri, madhabahu ya maisha mema, madhabahu ya kuendelea mbele, katika jina la Yesu Kristo. Tell the Lord, help me to pray in this week, Jehovah. Help me to pray. Help me to connect with the source. Tell the Lord, my Father, help me to work hard. Help me to work while in the Lord, in the name of Jehovah God. Tell the Lord, work on my attitude towards riches and wealth, that my attitude will be that of loving God and spending the resources in the name of Jehovah God. Tell the Lord, my wealth will find its way back. I will be the one sponsoring the projects of the ministry. I shall be the one answering whatever need that I can participate in. Kwa sababu unanibariki, ongelesha biashara yako, iambie biashara wewe utakuwa unafanya kazi ya Bwana. Ongelesha your account, iambie you shall be faithful to put a standing order. Whatever belongs to God will be cut automatically in the name of Jehovah God. Tell the Lord, my Father, I am born again now in the new year 2022. I am the wealthy man who is multiplied in wealth by the Lord. I am that wealthy woman who is multiplied in wealth in the Lord. Baba yangu, ninakatana na umaskini, ninakatana Bwana na umaskini tukianza mwaka katika jina la Yesu Kristo. Watu watajilipia rent, watu watajinunulia, watu watajipeleka hospitali na walipe. My God and my Father, watu watanunua
watauza, watu wataenda ng'ambo. My God and my Father, all avenues that have held our wealth, that have held our blessing, you must release it. You must release it in the mighty name of Jehovah. My God and my Father, none is going to lose her job. No one who will be ejected out of business. Ninakataa Bwana roho za uragai zitazita tuona in the name of Jehovah. Our hands are blessed, our feet are blessed, our intellectual capacity is blessed in the mighty name of the Lord. Bwana, tuinulie kiwango cha utajiri na baraka ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Our cities resources, we command them, you must find your way back to God in the name of Jehovah. Matajiri wa muji wetu watakimbia kwa nyumba ya Bwana, watafanya nyumba ya Bwana. Mungu watu my Father, the agents of poverty, the witchcraft, the powers of darkness, the traditionalism, we rebuke your altars, we crush your shrines in the name of Jehovah God. My God, let the young people find their places in life, let the economy be good to them in the name of the Lord. The middle class, my God, the aged, raise us, my God, raise brethren who are rich, raise churches that are rich, they can be able to do something in the community for God. My God and my Father, we are taking over, economically we are well in the name of Jehovah God. Tunakatana na aibu za umaskini katika jina la Yesu Kristo. Bariki wapendwa hapa, wapate kazi wale hawana, wale wako nazo wapandishwe mamlaka katika jina la Yesu. Biashara za vioske zipanuke Bwana, ziwe duka kubwa. My God and my Father, change our lifestyle, change our incomes in the name of the Lord. Bless the labor and our investment of our hands in the name of Jesus Christ. Lord God, baada ya tumefanya kazi, ninaomba Bwana utupe amani ya kusherehekea even the sweat of our lives. Lord, we love you and we are on the mountain. Lord, if you hear anyone from Monday akiitisha mali na dhahabu na fedha na utajiri, ni sisi tunabisha kwa mlango wako. Bwana, ukisikia mtu anaomba debt yake ilipwe, my God, ni sisi tunaitisha Bwana kulipiwa na kulipwa kwa madeni yote katika jina la Yesu. Our God, it is us on the mountain coming to thee, Jehovah Jireh, the provider of all. Mungu wetu, tusikie katika hizi siku 7 za maombi. In Jesus' name we pray.